Karibuni kwenye kipindi chetu cha Kijana wa Thamani na Mwalimu Stella. Leo tunaenda kuzungumzia mikakati ya kujijengea ili kuwa na nidhamu. Tunaelewa kabisa nidhamu ni kutimiza au kutekeleza yale mambo yote ambayo umepangiwa au kujipangia mwenyewe. Na tunajua nidhamu ni maadili mema. Sasa tunaona kwamba kuna ile nidhamu ambayo msukumo unatoka ndani. Yaani wewe mwenyewe unadhamiria kutimiza yale mambo ambayo umejipangia au umepangiwa. Hakuna mtu unayemwogopa. Yaani wewe mwenyewe kutoka ndani ya moyo wako unasema mimi nitafanya hivi. Kwa mfano anasema mimi nitasoma kwa bidii. Mimi nitawahi darasani au chuoni. Mimi nitawahi kazini. Kwa hiyo wewe mwenyewe kutoka moyoni unajiambia nitafanya hivi, hivi na hivi. Na vile vile kuna nidhamu ambayo mtazamo au msukumo unatoka nje. Ni kwamba unafanya nidhamu au unakuwa na nidhamu kwa sababu unaogopa wazazi, unaogopa wakubwa zako kazini, labda ni mabosi, au unakuwa na nidhamu kwa sababu mamlaka fulani ambayo unaiogopa au watu unaowafahamu au wanaokujua watafanya nini? Watakuona au watakuona wewe huna nidhamu. Kwa hiyo hiyo nidhamu huwa si nzuri sana kwa sababu wale watu wasipokuwepo wewe huna nidhamu. Lakini nidhamu nzuri ni ile ambayo msukumo unatoka kutoka ndani yako wewe mwenyewe. Unaamua mimi nitakuwa hivi, mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya vile. Kwa hiyo hiyo ndio nidhamu nzuri na ndio inaitwa nidhamu binafsi. Sasa mikakati ya kujijengea nidhamu binafsi ni ipi? Ya kwanza kabisa, badilisha mtazamo kuhusu hiyo tabia mbaya, kuhusu uko kukosa nidhamu kwako. Labda wewe umekuwa mchelewaji, unataka kuwa unawahi. Jione kabisa wewe ni mtu unayewahi. Wewe umekuwa ni mwongo, jione kwamba wewe sasa hivi ni mtu mkweli, si mwongo tena. Au wewe umekuwa ni mgomvi, jioni sasa sio mgomvi tena, ni mtu ambaye ni mstaarabu, ambaye hutaki fujo. Au wewe umekuwa mlevi, jione sasa kwamba wewe si mlevi tena. Kwa hiyo ukibadilisha mtazamo, ukibadilisha utambulisho wako kwamba wewe ni mtu mwenye nidhamu au mwenye kitu fulani ambacho ni kizuri, basi kabisa hiyo tabia itaisha mbaya na utakuwa na tabia njema ambayo itakuwa nidhamu iliyo bora zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa mfano kuna walevi wawili ambao wanakunywa pombe lakini wamedhamiria kuacha. Kila mtu akilewa mwingine anakuwa na fujo, mwingine labda anakuwa mgomvi, mwingine anakuwa anatukana, mwingine anakuwa akinywa anamaliza pesa zote, lakini wote wameamlia, yani wamedhamiria kuacha. Lakini sasa wanakutana na mtu ambaye ana pombe. Anaambia labda ni Juma na John. John anaambiwa karibu pombe. Unaona? Anasema hapana, mimi sinywi pombe. Ina maana yeye amedhamiria kabisa na amejiona kabisa hanywi. Hana maneno mengi, anasema mimi sinywi pombe. Lakini huyu mwingine Juma labda anaambiwa karibu pombe, atasema unajua mimi niko kwenye mchakato wa kuacha. Huyu anayesema mchakato wa kuacha ina maana yeye hapo bado hajajikubali, hajabadilisha mtazamo wake au hajabadilisha utambulisho wake kama yeye hanywi tena. Ndio maana anasema niko kwenye mchakato. Kwa hiyo huyo inakuwa sio rahisi na anaweza siache. Lakini yule aliyebadilisha mtazamo kwamba sinywi, basi yeye anaweza kata. Kwa hiyo tabia yote mbaya, kitu chochote ambacho ukipendi, unataka kubadilika, anza kwanza kubadilisha mtazamo wako, utambulisho wako kwamba mimi ni mtu tayari ambaye nimeshabadilika, si yule ambaye nilikuwa wa kipindi cha nyuma au ambao mlikuwa mnanijua. Kwa hiyo ukishabadilisha mtazamo, utambulisho, ina maana wewe utakuwa umebadilika. Mkakati wa pili ni weka malengo yako wazi. Kwa nini unataka kuwa na nidhamu njema? Kwa nini unataka kuwa na nidhamu ambayo unaitaka? Labda mimi na sitaki kuchelewa tena. Imekuwa nikichelewa, nikigombezwa, nikionywa, saa nyingine nikifeli masomo au nikifukuzwa kazi. Kwa hiyo sasa hivi mimi sitaki. Kwa hiyo weka kabisa malengo kwamba sitaki kuchelewa tena. Kwa sababu kuchelewa kumekuwa kuniletea majanga haya na haya na haya. Labda wewe umekuwa ni muongo, unasema mimi sitaki uongo tena, nataka kuwa mkweli. Na lengo lako ni kuwa mkweli. Kwa hiyo jikumbushe mara kwa mara. Weka malengo wazi kwamba mimi nataka kuwa mkweli. Mimi nataka kuwa mkweli. Na jikumbushe ile lengo lako mara kwa mara.
Ukijikumbusha mara kwa mara, ina maana utakuwa tayari wewe sio mchelewaji, wewe sio muongo tena, wewe sio mvivu tena, na mambo mengi ambayo wewe unaona yanakukwamisha au yanakufanya wewe uonekane huna nidhamu. Mkakati mwingine ni jenga hamu au weka lengo au jenga hamu ya kubadilika. Yaani tamani uwe mtu wa tofauti. Tamani kuwa ni mtu ambaye tayari umebadilika. Tamani kuwa ni mtu ambaye una tabia njema. Kwa sababu kumbuka, mtu mwenye tabia njema watu wanampenda. Mtu mwenye tabia njema anaweza kufanya vizuri katika masomo, katika kazi, katika biashara. Yaani kwa mfano unakuwa na biashara hata kama ni ya kwako mwenyewe, lakini kama una nidhamu, unachelewa kwenda kufungua duka au kwenda kwenye biashara unayotaka kufanya, utafeli. Hauwezi kufaulu au kupata pesa kama inavyotakiwa ukilinganisha na yule anayewahi. Ukiwa ni mtu mvivu, hutafanikiwa, iwe ni shuleni, iwe ni kazini, iwe kwenye biashara au kulima. Kitu chochote unachofanya, ukisha kuwa mvivu, mchelewaji, huwezi kufika mahali. Pia kuwa muongo. Yaani sehemu yoyote unaokuwa muongo, unavunja ule uaminifu. Ukiwa muongo, hakuna mtu atakaye kuamini. Hata kama watu wanataka kununua vitu kwako, ukishakuwa muongo, wanasema yule muongo, hata akikwambia atakuletea kitu fulani haleti. Kwa hiyo badilika. Uwe ni mtu ambaye unatamani kabisa kubadilika, kuwa na hamu kwamba hivyo vitu vyote unavyofanya havina maana na vitakuletea hasara katika maisha, na mwisho wa siku hutaendelea. Na kitu kingine, tumia muda wako vizuri. Muda ni mali. Muda ni rasilimali nzuri sana. Ina maana huo muda wako unaotumia, tumia vizuri. Iwe ni kazini, tumia muda wako vizuri kufanya kazi. Kwenye biashara, tumia muda wako vizuri wa kufanya biashara. Kwenye kusoma, tumia muda wako vizuri kusoma. Uwe uko chuoni unanisikiliza, uwe uko labda shule ya sekondari, uwe shule ya msingi, au unachukua kozi fulani. Muda ndio kila kitu. Ukitumia muda vibaya, ina maana wewe huwezi kufaulu. Utakuwa unafanya vitu haviishi. Unafanya vitu havikamiliki kwa sababu unatumia muda vibaya. Vile vile mkakati mwingine ni uwe ni mtu wa kujifunza. Katika kila kitu unachofanya, uwe ni mtu wa kujifunza. Iwe ni biashara, unajifunza kwamba wenzangu biashara wanafanyaje? Wakipata changamoto wanatatua vipi? Wanafanyaje ili kufanikiwa kupata pesa zaidi na zaidi? Wananunua wapi vitu? Wanauza wapi vitu? Wanakaribisha vipi wateja? Wanaboresha vipi biashara zao? Kwa hiyo wewe kila siku uwe mtu wa kujifunza. Iwe shuleni, unaangalia wenzio wanafaulu, wanafanya vizuri, basi angalia wanafanyaje. Unakuta labda wanawahi kusoma, wanasoma vitabu mbalimbali, au wanajadiliana na wenzao, basi na wewe fanya hivyo. Kwa hiyo kila kitu unachofanya, kila kitu unachokipanga, uwe ni mtu wa kujifunza. Jifunze kila siku, na wanakuambia elimu haina mwisho. Ukitaka ufanikiwe, uwe kila siku mtu wa kujifunza vile vilivyo vyema, vile ambavyo vitasaidia katika kukua kwako. Kitu kingine, mkakati mwingine ni kuwa na mpangilio. Vitu ni vingi hapa duniani vya kufanya, lakini kuwa na mpangilio. Weka vipaumbele. Mimi nitafanya hiki na hiki na hiki, sitafanya hiki na hiki. Huwezi kumaliza vitu vyote hapa duniani. Wewe mwenyewe unataka kuwa mcheza show, wewe mwenyewe kusikiliza mziki, wewe mwenyewe hadithi wenzio, wewe mwenyewe kusoma, wewe mwenyewe usiwe master of all. Yaani wewe ni mtu wa vyote. Weka vipaumbele, pangilia vitu vyako. Wewe uko shule unasoma, basi kazana na masomo. Wewe uko kazini unafanya kazi, basi kazana na kazi yako. Sio kwenye maigizo upo, kwenye filamu sijui za nini upo, kwenye TikTok, kwenye nini. Yaani wewe kila mahali uko mahali. Huwezi kumaliza vitu duniani hapa, viko vingi. Lakini unaweka vipaumbele. Mimi nitafanya hiki na hiki na hiki, sitagusa hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo weka vipaumbele, kuwa na mpangilio katika mambo yako. Hapo ndio utaweza kutengeneza nidhamu iliyo bora. Nyingine ni kwamba ishi na malengo. Yaani kuwa na malengo, kwamba mimi nataka kufanya hiki na hiki. Yaani panga malengo. Kuna malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Kwa hiyo panga malengo. Labda mimi nataka kufaulu labda form 6 nipate division 1.
Kwa hiyo utaanza kujipangia malengo madogo madogo kwamba kila wiki nitakuwa nasoma masomo yote matatu ambayo nachukua. Labda biology, physics, chemistry. Nitasolve maswali mawili na kudiscuss na wenzangu nusu saa kila siku hivyo. Kwa unapanga malengo mafupi ambayo yatakusaidia kutimiza lengo kubwa, kwamba ni lengo la kufaulu mtihani. Wewe unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, basi anza kupanga malengo madogo kwamba okay, nitachukua hiki, nitafanya hivi, labda nitaboresha duka langu liwe la kupendeza, nitafanya matangazo kwenye mitandao, nitaenda kununua kitu fulani ambapo inauzwa bei rahisi, nitakarabati duka langu kusudi liwe linavutia, wateja wangu nitawakaribisha hivi na hivi. Kwa hiyo yale malengo unayojipangia mafupi, lakini lengo kuu likiwa kufanikisha biashara iwe kubwa. Kwa hiyo ni mikakati ya kujijengea nidhamu binafsi. Tukutane tena kipindi kijacho. Bye.